Karibu tena. Leo tunaendelea na somo la uongozi, lakini leo ningependa zaidi tujikite katika kuangalia mbinu za ujenzi wa uzalendo katika taifa la Tanzania na katika Afrika yetu tulionayo leo. Kile chote taifa lote ili kusudi iweze kuendelea linahitaji wazalendo. Familia yote ile kusudi iweze kuendelea inahitaji wazalendo. Je, mzalendo ni mtu gani na uzalendo ni kitu gani? Kwanza, uzalendo ni hali ya mtu kulipenda taifa kiasi cha kutoa mali zake, muda wake, au muda mwingine hata maisha yake kwa ajili ya ustawi wa taifa. Kwa hiyo vile vile mzalendo ni mtu ambaye yupo tayari kutoa muda wake, mali zake, ama maisha yake kwa ajili ya ustawi wa taifa lake. Hii ndio hali ambayo natamani tujikite kuiangalia namna gani tunaweza kuijenga kwenye mioyo na akili ya Waafrika, mioyo na akili ya Watanzania. Kwa miaka mingi imeonekana kwamba changamoto kubwa ya uongozi ni usaliti, na usaliti tafsiri yake ni kwamba ni kukosekana kwa uzalendo. Mtu ambaye ana uzalendo ndani yake ni vigumu sana kufanya usaliti, yani kuwauza watu wake kwa maslahi yake mwenyewe binafsi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho natamani tukakiangalie. Na kama taifa likikosa wazalendo na kama taifa likikosa uzalendo, huo naweka kwamba taifa hilo haliwezi kupiga hatua. Na sitamani nione hicho kitu katika miaka yangu ya uhai kikitokea katika taifa la Tanzania wala kikitokea katika bara la Afrika kienda kujirudia. Wanasema kosa ni kutenda kosa, kosa ni kurudia kosa, sio kutenda kosa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kwa sababu tumeshatenda makosa, natamani turekebishe. Njia kwanza ambayo tunaweza tukaitumia kujenga uzalendo na tukaleta ustawi kwenye taifa letu, tukazalisha watu ambao wanalipenda, ni kuanzisha akademi za uongozi. Akademi za uongozi ni nini? Akademi ni sehemu ambayo watoto wadogo wanalelewa tangu wakiwa ni wadogo mpaka kipindi ambacho wanafikia kuwa watu wazima. Kwa hiyo kwa kutengeneza akademi ya uongozi, tutawachukua watoto wadogo kisha tutaweka katika yale makambi, tuanze kuwafundisha kwa habari ya uongozi, kwa habari ya jinsi gani taifa la Tanzania, jinsi gani Afrika inatakiwa iwe. Na kwa kufanya vile ni vigumu sana kwa baadaye wakiwa wakubwa kuja kurubuniwa aidha kwa fedha, kwa dhahabu ama kwa chochote kile, kwa sababu mbegu ya uzalendo tumeshaipanda kwenye mioyo yao tangu wakiwa ni wadogo. Tuchukue mfano timu za mpira huwa zina tabia moja, zinachukua watoto wa miaka 2 mpaka 5, zinaweka kwenye kambi, zinawalea, zinawalisha, zinawafundisha, na baadaye wale watu ndo wanakuja kutokezea, wanakuwa ni watu wachezaji wakubwa na mashuhuri. Kwa mfano Lionel Messi leo ambaye dunia inamshangilia amelea kwenye akademi za Barcelona, na leo hii ni mchezaji ambaye ni public figure ya ulimwengu. Katika watatu wakubwa wa dunia huwezi kumwacha. Kwa vile vile na sisi, na kwa miaka mingi sana amedumu pale kwenye klabu ya Barcelona kuliko sehemu yoyote ile ambayo amechezea mpira hapa duniani. Kwa vile vile na sisi tukiwachukua watoto wadogo tukaweka kwenye makambi, tukaanza kuwafundisha kwamba taifa la Tanzania linastahili hiki, linastahili hiki. Ukiwa kiongozi usifanye hivi, usifanye hivi. Ukiwa kiongozi fanya hivi, fanya hivi. Tutajikuta kwa baadaye tutazalisha watu ambao wana mapenzi makubwa sana na taifa lao. Hata atokee magumu kiasi gani, wako tayari kukabiliana nayo, ili kusudi tu waliokoe taifa la Tanzania, ili kusudi tu waliokoe bara la Afrika. Hauwezi kurubunika. Njia nyingine ya pili ambayo tunaweza kuitumia katika kujenga uzalendo ni kutambua vijana ambao wana uwezo wa kiuongozi, kisha tuanze kuwapa mafunzo ya uongozi bado wakiwa ni wadogo sana. Kumekuwa na changamoto kubwa sana kwamba mtu akiwa na miaka 17, 20, 25 ndio anaanza kuwaza kuwa kiongozi, anaanza kujifunza kwa habari ya uongozi. Akiwa na miaka 30 anaanza kupewa positions, amejifunza ndani ya miaka 5 tu. Kwa hiyo unajikuta kwamba yule mtu bado alikuwa hajakomaa vizuri, hajajua yapasayo kutenda na asiyopasa kutenda. Hajapitia changamoto nyingi za kiongozi by experience, lakini ideologically amejifunza na watu wamemwona kwamba anafaa. Kiuhalisia ni hivi, theory ama ideology ni sehemu ya kwanza ya kujifunza. Practical ni sehemu ya pili ya ukomavu, kutamatisha kile ambacho ulikuwa unajifunza katika ideology. Tumekuwa na changamoto hii ya kwamba
Mtu akimaliza kipengele cha kwanza cha ideology, tunampeleka moja kwa moja kwenye positions ambazo anaweza akazitumia kutumikia wananchi. Anajikuta kwamba katika position ambayo anaitumikia bado hajapata ukomavu, kwa anafanya makosa, anafanya marekebisho ya makosa ambayo hao makosa angeatenda kipindi bado hajapewa position, public position, akarekebishwa huko, baadaye anakuja kutokezea tayari ameshakuwa ni kiongozi ambaye ameiva. Kwa hiyo tuanzishe mfumo wa kuwatambua viongozi kuanzia shule za msingi huko, tuwape mafunzo, tuanzishe somo maalum la uongozi kabisa, kwamba kiongozi unatakiwa ufanye hivi na hivi na hivi. Sio somo la uongozi tunakuja kulikuta sijui kidato cha 3, alafu ni topic moja tu tunakuja tunaiacha, alafu baada ya hapo tunapita tunakuja kusoma kozi mbalimbali. Wengine hatuendelee na masomo, tunaishia tu form 4 kidato cha 4 ama darasa la 7 tayari, baadaye tunakuja tunatokezea kwenye public positions. Hiyo linatugharimu katika ujenzi wa viongozi ambao wana uzalendo, ambao wanawajali na kuwathamini watu wao. Kwa kufanya hivyo, kwa kuandaa vijana kutokea utotoni, tunaweza kujenga vijana ambao, viongozi ambao ni wazalendo. Jambo lingine la tatu ni kuunganisha mifumo ya elimu pamoja na mafunzo ya uongozi pamoja na uzalendo. Changamoto kubwa ni kwamba nimekuwa nikijaribu kutafakari tangu mwaka 1963 viongozi wetu wa Afrika waliandika African Agenda 2063, the Africa we want. Lakini mpaka leo tukija kufanya evaluation ya kipi kimetimia na kipi ambacho hakijatimia, tunajikuta kwamba pengine 30% tu ndio ambayo imetekelezwa na nyingine bado haijatekelezwa. Changamoto iko wapi? Changamoto ni kwamba ambao wanatokea kutekeleza hicho kitu hawakijui tangia bado ni wadogo. Wanakuja ukijua, pengine anakwenda mpaka kushika public position, labda mkuu wa wilaya, mkurugenzi, mtendaji wa kijiji, mbunge, rais, ndio anakuja kuanza kufuatilia mambo hayo. Lakini kama tungeunganisha labda hiyo ajenda ya mwaka 2063 tangu shule za msingi mpaka anakuja kukua, anafika chuo kikuu, anafika darasa la 7, anafika kidato cha 4, anafika kidato cha 6, basi angekuwa ameshaelewa kwamba kumbe ninapokwenda kufanya contesting ya position, leadership position, ninatakiwa nikafanye hiki na hiki. Kwa hiyo anachoshauri ni hivi, hizi dira, labda kwa Tanzania tuna dira ya mwaka 2050 ambayo inatuonyesha kwamba sisi wa Tanzania mpaka mwaka 2050 tunatakiwa tuwe tumefika para fulani. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, tukiunganisha huo mfumo wa elimu na dira, itatuonesha, itamfanya yule mtoto ambaye anasoma shule kwamba nitakapokuwa kiongozi kabla ya mwaka 2050 nitatekeleza hiki na hiki na hiki na hiki. Tunajikuta kwamba ile dira inatimia kwa ukamilifu. Lakini pia kwa kufanya hivyo, yale matamanio ambayo Afrika tunayo yataweza kutimia. Jambo lingine ambalo tunaweza kulifanya, jambo la 4 na la mwisho ambao natamani leo nizungumze, ni kwamba tusisite kuwatembelea wale watoto ambao wako shule za msingi na kuwafundisha haya masomo ya uongozi. Ni kweli bado mfumo wa serikali haujaitambua hiyo, kwamba haujaliona hapa, ngine umeshaliona, lakini bado utekelezaji wake bado haujaunganisha mfumo wa shule pamoja na masuala ya kiuongozi. Kwa kwa ambaye uko na passion ya uongozi, unaujua uongozi ni nini, unaweza kuanza kuwatembelea watoto, kuwatembelea masekondari, shule za msingi, tunaanza kufundisha kwa habari ya uongozi, habari ya uzalendo, habari ya kila kitu ambacho kinaweza ikatakiwa kufanyika ili kusudi kuleta uzalendo. Natamani sana nione taifa la Tanzania, natamani sana nione Afrika ikiwa na watu ambao ni wazalendo kama vile ambavyo akina Muammar Gaddafi, akina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akina Kwame Nkrumah, akina Nelson Mandela waliipenda sana Afrika kiasi cha kwamba walikuwa wako tayari kutoa roho zao wafe wakipambania Afrika. Akina Moses Masheri walipoteza uhai wao kwa sababu ya kuipambania Afrika. Hicho ndicho ninachotamani nione wa Tanzania wa Afrika tukiwa nacho. Your future is bright. Good morning Africa.